Hi guys, leo nataka tuzungumze kidogo kuhusiana na tips za maisha. Watu wengi huwa wanafeli kwenye safari zao za maisha, si kwa sababu maybe walifanya wrong choice. Of course, kuna some cases ambazo watu wanafanya wrong choice. Lakini unakuta mtu amefanya choice nzuri kabisa na destiny yake iko hapo. Lakini wengi wanashindwa kufikia destiny zao kwa sababu ya kosa moja tu. Wengi wanapoanza biashara au wanapoanza kuzipambania ndoto zao wanaanza wenyewe. Lakini kwenye kurani hiyo biashara yake au kuirani hiyo ndoto yake ili iweze kutimia na kuleta mafanikio, wengi huwa wanasahau kujisikiliza wao na kuanza kusikiliza watu. Wengi huwa wanaziba lile sikio la mtu wao wa ndani na kuanza kusikiliza jamii inasemaje kuhusiana wao. Unakuta mtu amepata wazo zuri, labda naona kutokana na mtaa naokaa labda kuna fursa ya machungwa. Anaenda ananua machungwa analeta. Anapita mtu anasema, yani wewe kwa elimu yako kweli unauza machungwa. Kwa jinsi ulivyo kweli unashona viatu. Kwa elimu yako sijui unatengeneza juice. Sijui kwa nini kwa hadhi ya familia yenu kweli unafanya hiki. Wewe babako mtu fulani unafanya hiki. Yani kuna kuaga na maneno mengi sana kwenye safari ya mtu ambao yanampoteza mtu mwelekeo. Wanasema hivi Waswahili, kelele nyingi umpoteza mbwa, upoteza mwelekeo wa mbwa. Sasa mistake ambayo watu wengi wanafanya, unapoanzisha safari yako ya maisha, safari yako ya mafanikio, safari ya kufikia ndoto zako, wengi huwa wanaanza wenyewe. Lakini zile taa ambazo zinapoanza kuonekana kwamba mbona biashara huyu imekuwa nzuri, mbona huyu amethubutu amefanya hichi kitu, ndio watu wengi wanainuka. Sasa kuna tahadhari. Wanaweza kainuka watu wawili hapo. Mtu mmoja akawa ni mtu sahihi, akakupa taarifa sahihi kuhusiana na biashara ambayo unaifanya ili uweze kufikia malengo. Lakini kuna huyu mtu wa pili. So kwenye safari yako ya maisha wanaweza kaibuka watu wawili. Mtu wa kwanza yeye ana taarifa sahihi kuhusiana na hicho ambacho unakifanya au kuhusiana na ndoto zako. Huyo ni msaada ambaye anaweza kuja kukusaidia, akakwambia njia ambazo unatakiwa kupita ili uweze kufanikisha malengo yako. Lakini kuna huyo mtu wa pili ambao yeye anakujaga kwa ajili ya kukatisha tamaa. Yeye anakuja kwa ajili ya kukuambia kwamba mbona wenzako wanafanya hiki, kwa nini usifanye hiki? Mbona sasa hivi kwenye jamii yetu hiki ndo kina trend au hiki ndo kinahitajiwa badala ya hiki. Kwa hiyo wewe unaacha kufocus katika ile njia ambayo ulitakiwa uipite, unaanza kufuatilia yule aliyekushauri kwamba kwenye mtaa wetu machungwa hayauziki, basi leta maembe. Kwa hiyo unatoka kwenye uelekeo wako unaenda kufanya kitu ambacho sio sehemu ya kukufikisha wewe kwenye destiny yako. Ni muhimu sana kumsikiliza mtu wako wa ndani. Jifunze kumind your own business, jifunze kumind your own stress. Kwa sababu biashara ina stress. Mtu akwambia usifanye hii biashara ina stress. Kuna biashara hii hapa haina stress kabisa. Yaani ukiweka hela unaenjoy unafanya nini? Nani alikwambia katika safari yako ya mafanikio utakuwa free? Nani alikwambia hutokutana na changamoto? Kwa changamoto zipo, lakini ni wewe namna ambavyo unakabiliana na kukubaliana na hizo changamoto. Jifunze kumsikiliza mtu wako wa ndani, maana huyu ndiye anayejua direction yako wewe inaenda wapi. Ziba sikio kwa watu wa nje. Usifanye kitu ukasema hiki ninachofanya sijui baba ataonaje, sijui mama ataonaje. Wako wengi wameachia njiani ndoto zao kwa sababu wanawaza sijui baba ataonaje, mama ataonaje, jamii itanionaje. No, as long as unafanya kitu bora, kitu ambacho hakivunji sheria ya nchi na ya jamii yako, kitu ambacho kinaleta utukufu kwa Mungu na unajua kabisa ndoto yangu Mungu ameiweka hapa, just go and do it. Kwa sababu hapo ndipo kwenye mafanikio yako. Lakini uko unafanya vitu unawaza kwamba jamii, mtu, hawa matajiri ambao tunaona leo wasingekuwa. Kwa hiyo unapofanya jambo lako lolote ambao unajua hii ni njia yako ya mafanikio, usiangalie wanadamu wanasema nini kuhusiana na hicho kitu. As long as mtu wako wa ndani ameongea na wewe. Kuna conscious and subconscious mind. Hivyo vitu nitakuja kuvifundisha. Lakini as long as mtu wako wa ndani ameongea na wewe, amekwambia kwamba just go and do this, nenda kafanya, na unaona una confidence, una amani na umethubutu kufanya, usiache kulifanya hilo jambo. Na hata kelele zikija, ziba lile sikio la kusikiliza negativity kuhusiana na kitu ambacho unakifanya. Kwa sababu si kila mtu anaenjoy kukuona unachokifanya hicho kitu. Kuna watu washatengeneza picha yao, wanajua baada ya miaka kadhaa huyu mtu anaenda kuwa mtu fulani. Uje kusikiliza historia za matajiri. Wengi walianza na vitu vya ajabu sana.
Wengi walianza na vitu vya kawaida, walikatishwa sana tamaa, lakini kwa sababu walikuwa na focus, kwa sababu waliziba masikio wa kusikiliza zile negativity za watu, zimewasaidia kufika wao hapo walipo. Likewise to you. Unataka kufanikiwa, unataka kufikia ndoto zako, ziba masikio. Focus kwenye kile ambacho unakiamini, usiangalie jamii yako itakusema nini, itakuambia nini. Kwa sababu jamii iko pale, kucriticize, kusifia, kuponda, kufanya kitu, jamii zetu mnazijua ziko pale. Na kama ni kitu kizuri usitegemee watu watakusifia, kwa sababu mtu anaona ukitoboa wewe, yeye ukimwacha ni kama vile yani unamfanya yeye kuwa mtumwa kwako. Kwa amini kwenye misimamo yako, msikilize mtu wako wa ndani, pambania ndoto zako. Utafanikiwa pasipo changamoto. Ziba sikio la watu wa nje. Fungulia sikio moja tu ambao unasikia vitu ambavyo vitakupa changamoto zilizo bora ambazo zitakujenga wewe, lakini sio kwenda kuua ndoto. Waache wakucheke, waache wakudharau, waache wakuone kama ni kituko.